Leo natamani kuzungumzia, kuna wimbo ambao unaimbwa na Boaz kwamba unaweza, hakuna jambo gumu, na kuna kipengele kile kwamba Bwana akamwambia Yeremia, nenda nyumbani kwa mfinyanzi, utamkuta mfinyanzi anakifinyanga chombo. Naamini unajua maneno kama hayo ambayo yametokana kwenye kitabu cha Yeremia, unaweza ukarifaa. Sasa basi, haya maneno tunavyoimba sio rahisi kihivyo nikichukulia kwamba katika utendaji wa uhalisia wake, na nikichukulia udongo ukiwa kwa mfinyanzi, hakuna namna ambayo udongo unaweza kumwambia udongo mwenzake ufinyangwe ama ubadilike. Kila mtu uko kwenye standard yake. Mfinyanzi ndo anaamua anze na udongo upi na anaendaje. Ninataka kuzungumza kwenye swala la kijamii. Tumekuwa na watu kwenye mahusiano ya makazini, mahusiano familia, mahusiano wanafunzi kwa wanafunzi, aina yoyote ile ya mahusiano. Kama tunavyojua, mahusiano yana upana mkubwa sana kwenye jamii. Unakosewa na mtu, kuna mtu ana tabia fulani hivi ambayo haikufurahishi, unaona kwamba kwa nini yuko hivi, kwa nini yuko vile, kwa nini yuko vile, na wewe unamwamini Mungu, unamcha Mungu, kwamba unalitaja jina la Yesu na unakiri umeokoka. Wakati natafakari nikasema kwamba hivi, na ni kweli ni halisi kwamba ni rahisi ukaanza kusema hivi, mtu kwa nini Mungu asimfinyange, au ukaanza kumwambia Mungu amfinyange. Katika hivyo mimi nikaona kwamba unajichelewesha katika kuomba Mungu amfinyange mtu mwingine. Kumbuka na wewe ni udongo pia, sisi sote ni udongo mbele za Mungu, na yeye ndio mfinyanzi wetu. Kwa hiyo kwanza kumwambia mwenzako abadilike, unamwambia Mungu mbadilishe, si sawa, utajichelewesha na utabaki na maumivu. Nilichojifunza ni kwamba ni wewe mwenyewe kumwambia Mungu, naomba nifinyange. Rafiki yangu yuko 1, 2, 3, hii hali inanisumbua. Katika ile kujisikia kuku vibaya, katika ile huzuni yako, ndo mwambie Mungu, naomba nifinyange, mimi najisikia huzuni, najisikia kukasirika. Na hiyo ni jambo moja. Labda umegombana ama umepishana na mwenzako, usianze kusema, na wengi tuna ile, kwani yeye haoni, mbona yeye kaokoka, sijui kafanya nini. My dear, unataka kuwa na amani, unataka kuwa na furaha, toka kwenye hiyo engo ya kutaka mtu mwingine abadilike kwa ajili yako kufit. Badala yake wewe ndo ufit pale kwake, kwamba unaweza ukamwelewa Mungu anakufinyanga, unaweza ukamchukulia pamoja na udhaifu wake, vile ambavyo anakuwa na hasira. Hauhitaji kwanza yeye abadilike, wewe ndo unatakiwa ubadilike kuendana na zile hasira za yule mtu. Kwa hiyo ninataka kusema kwamba kama kweli tunamjua Mungu na tunakulia, tuanze kusema kwamba Mungu atufinyange kila siku. Kuna vitu ulikuwa mwenzako akikwambia neno baya, vile ambavyo unajibu, unajiangalia hivi, najibu kama mtu aliyefinyangwa sawa sawa na Mungu, kwa sababu Mungu ndo mfinyanzi wetu, ni wewe mwenyewe. Kwa sababu Biblia inasema kwamba tutafute sana kuwa na amani na watu wote, tena ni bidii inatakiwa. Alafu pia ikasema wana amani nyingi waishikao sheria ya Bwana. Hakuna kitu ambacho kinawasumbua watu ama kinatusumbua kama kukosewa ama kutendewa jambo ambalo silo. Ukitendewa jambo lisilo sawa sawa, ile hali ya ndani inavyokusukuma ndio inafaa mwambie Mungu, naomba nifinyange. Unachoweza kukifanya wewe, Mungu akikufinyanga uweze kumchukulia mtu, na wewe usiwe sababu ya kumfanya mtu mwingine ajisikie vibaya. Pale ambapo unagundua kwamba umefanya kitu ambacho sio sawa,